kuzaliwa kuwa mwanaume sio sifa ya kuwa na mke, kwa sababu Adamu alipoumbwa kakamilika, akafumbua macho, still bado alikuwa hapaswi kuwa na mwanamke. Mungu akaanza kumpa vitu vingine kabla hajampa mwanamke. Cha kwanza, kasome kwenye Biblia yako, Mungu alimpa Adamu nyumba ya kuishi, akamweka katika bustani ya nini? Mwanamke hakuwepo. Mungu anisaidie msinielewe vibaya. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na makazi, priority kwa mwanaume ni makazi. Kwa sababu huwezi kuwa na mwanamke kama una kwako. Kwa hiyo wewe unaekaa kwa mjomba wako alafu una demu, we ni kenge. Eti tusamehe sisi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanaume, Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa mwanamke kwanza. Biblia inaniambia alipewa kwanza nini? Kazi. Makazi. Sasa leo kijana unakaa kwa mjomba wako, anakulipia ada, una hela ya chakula unapewa na mjomba wako, halafu eti una demu. Na wewe binti ulivyokuwa wa ajabu, umekubali kabisa kuwa mikononi mwa mwanaume wa aina hiyo, kwamba pastor tunapendana, haya mengine Bwana atafungua. Mkipendana mnalipa kodi? Yaani ukikaa na mpenzi wako, nakupenda pia, kodi imelipwa. Nakupenda pia, umeme umelipwa. Nakupenda pia, umenunuliwa viatu. Mwanaume cha kwanza ambacho Mungu alimpa, makazi. Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa kwanza mke. Cha pili, nimesema nitavifundisha mbele. Mungu akamwambia Adamu ailime na kufanyaje? Na kuitunza. Maana yake alimpa nini? Kazi. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na kazi, cha kwanza ni nini? Sasa wakina mama usianze, pastor unatuonaje? That is the truth. Cha tatu, mwanaume akaambiwa atailinda. Maana yake mwanaume ni mlinzi kwa mwanamke. Na naomba hapa nisisitize kidogo, nimesema hayo masomo yake yako mbele tutajifunza. Niliwaambia sijui juzi kama sio jana kwamba kwenye Biblia ninaposema mwanamke sizungumzii mkeo, sizungumzii mchumba wako. Mwanamke ni mwanamke tu, haijalishi nani yako. Kwa hiyo mnisamee, tunajifunza. Unaporudi nyumbani unamuona mama yako, ukumbuke unamuona nani? Mwanamke. Unapomuona dada yako wa kuzaliwa naye tumbo moja, unamuona nani? Mwanamke. Kwa hiyo mwanaume ni mlinzi wa mwanamke, haijalishi ni nani yake. Na maanisha nini sasa? Mwanaume hawezi kufanya kitu kibaya kwa anayemlinda.